Nilifikia mahali nikaacha uigizaji kwa sababu mimi ni mtoto wa kike Muislamu. Na sisi Waislamu tuko ndani ya mipaka ambayo na kuna mipaka ambayo hufai kuvuka. Kweli. Na niliona nikiendelea na uigizaji basi nitakiuka hii mipaka mbalimbali. Wale wote ambao wanasimamia sanaa angalau watutengee sehemu. Huyu mtoto wa kike Muislamu tutengewe sehemu. Ndio. Kwa sababu wengi wetu tumekata tamaa kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo dini hairuhusu. Ndio. Sisi wanadamu tunajisahau sana. Tunasahau kuwa dunia ni siku 3. Kuna jana, leo na kesho. Ndio. Jana ishapita. Leo hatujui kama itakamilika salama. Na kesho hatujui kama itafika. Ndio. Sasa wengi wetu tunaharibu leo yetu. Tukisahau kuwa jana tumepatiwa nafasi ya kuishi leo kurekebisha yale ambayo tulifanya jana. Kweli, na saa nzuri. Mtazamaji wangu wa MMK TV, karibu sana kwenye TV yako pendwa ambayo basi unatutazama sisi hapa. Na nashukuru kwamba kufikia saa hizi bado unaendelea kucomment na pia vile vile kusubscribe kupitia YouTube channel hii ya MMK TV, yani Mwinyi Mtetezi Kazungu. Niko hapa ili kuhakikisha kwamba kila kitu upande wako kinakuwa sawa, halafu pia vile vile kuhakikisha kwamba unapata story ambazo ni za watu ambao ni mashuhuri. Na siku ya leo nimepatana na dadangu hapa. Atajieleza kwa majina, yeye ni nani, mcheshi fulani, dada ambaye amejituma katika maisha, pia vile vile dada ambaye ana historia katika utangazaji. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Haya, labda uambie watazamaji wetu wa MMK TV, kwanza karibu sana. Shukrani. Majina, halafu tukizidi kusonga mbele. Kwanza shukran kwa kunialika. Kazi nzuri unaoifanya. Asante sana. Kwa wachache ambao labda hawanifahamu, jina langu ni Madina Eid, mtangazaji Iqra FM, Al Huda TV. Mashallah. Vile vile mimi ni program manager pale Iqra FM. Shughuli yangu kuu pale kazini kando na utangazaji na hakikisha vipindi vinapeperusha vile inavyostahili. Mashallah. Kwa hivyo huyu Madina Eid hasa ni nani? Madina Eid ni mwanamke ambaye anamuogopa Mwenyezi Mungu. Naam. Ni mke. Naam. Ni mama. Ni mtangazaji. Nina talanta nyingi. Kioo cha jamii pia vile vile. Kioo cha jamii. Naam. Na mimi ni uti wa mgongo katika familia yangu. Mashallah. Huyu mwanamke bila shaka ndo uti wa mgongo, ndo the backbone. Na ndio maana wazungu wanasema behind every successful man there is a woman. Wow. Behind every family lazima kuwe na huyu mwanamke. Na mwanamke ni huyu Madina Eid. Ndo mimi ni mlezi. Na najitahidi sana. Si rahisi ku multitask. Ya kweli kabisa. Bila shaka hasa ukiangalia hii taaluma yetu ya wanahabari, kazi ni nyingi, unafanya kila wakati. Ndiyo. Hauna wakati maalum wa kupumzika. Saa 6 usiku pia unaweza pigiwa simu. Sasa si rahisi sana, na ndio maana nasema pia behind every successful woman there is a man. Kweli kabisa. Naam. Na nimegundua kuna umuhimu mkubwa sana wa yule umpendai akikuunga mkono. Ili support kutoka ndani kwako ndo bora zaidi. Kwa hivyo unamaanisha kwamba katika kazi hii ya utangazaji kabla wewe mwenyewe hujaitambua kama mimi Madina nitakuwa mtangazaji, hapa katikati kulikuwa kuna nini katika maisha yako? Bila shaka nilianza wanahabari kitambo sana, hata kabla sijaingia Iqra, sijaingia ndani ya ndoa, yani sijaolewa. Naam.
nakumbuka miaka ya nyuma, nisiseme miaka. Unajua wanawake tunaelezwa hatufai kusema miaka yetu. I'm always young, 16 years old. Ndio. Nakumbuka enzi zile wakati ambapo tukisoma nilikuwa na ndoto nyingi. Mimi, kwa wale ambao hawanifahamu, mimi pia nina talanta ya uigizaji. Mashaallah. Mbali na utangazaji. Naam. Lakini ilifikia mahali nikaacha uigizaji kwa sababu mimi ni mtoto wa kike Muislamu. Na sisi Waislamu tuko ndani ya mipaka ambayo na kuna mipaka ambayo haufai kuvuka. Kweli. Na niliona nikiendelea na uigizaji basi nitakiuka hii mipaka. Na mambo mengine yataharibika. Naam. Na kama tulivyoelezwa katika hii dunia maisha mafupi sana, lakini tuendako ndio tutaishi milele. Sasa niko mwangalifu sana. Sitaki kuvuruga maisha yangu ya hapa, yanivurugie maisha ya kesho. Naam, kweli ambapo utaishi milele. Sasa mimi kama mwanamke Muislamu nilifanya maamuzi, nikaamua wacha niache uigizaji. Na nasikitika sana, naomba washikadau mbalimbali, wale wote ambao wanasimamia sanaa, angalau watenge watutengee sehemu. Huyu mtoto wa kike Muislamu tutengewe sehemu. Ndio. Kwa sababu wengi wetu tumekata tamaa kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo dini hairuhusu. Ndio. Na nawapongeza sana majirani zetu. Wanaitwa majirani. Wamejitahidi sana kumpa nafasi mtu yote, ima ni Muislamu au Mkristo, aigize bila kukiuka misingi yake ya dini. Lakini pia naomba sanaa ya hapa Kenya, nawapongeza kazi nzuri wanaoifanya. Tutengewe nafasi, a safe space ambao tutamudu kuigiza, kuendeleza talanta zetu bila kukiuka hii misingi ya dini. Na itatusaidia pakubwa. Na naweza rudi uigizaji. Hapo nilikuwa nataka kuja. Kwa sababu umesema kwamba utaweza. Kwa sababu je, sasa hivi ukipewa hiyo nafasi ya kuna bado uko katika ndoa, unaona sasa hivi kuna watoto, uko na watoto wadogo. Unaona. Je, katika jamii ya Kiislamu, katika jamii ya dini ya Kiislamu, wanaweza wakakuona vipi? Je, hii nafasi kama umepewa, utarudi kule ama inakuwa vipi? Inategemea. Kama watanitengea nafasi, a very safe space ambayo nitaweza kuendeleza uigizaji wangu bila kukiuka misingi ya dini, basi sina pingamizi. Lakini kwa sababu wewe mwenyewe utajua kwamba niko katika mazingira salama. Unajua sisi wanadamu tunajisahau sana. Tunasahau kuwa dunia ni siku tatu. Kuna leo, kuna jana, leo na kesho. Ndio. Jana ishapita. Leo hatujui kama itakamilika salama. Na kesho hatujui kama tutafika. Sasa wengi wetu tunaharibu leo yetu. Tukisahau kuwa jana tumepatiwa nafasi ya kuishi leo, kurekebisha yale ambayo tulifanya jana. Kweli, na saa nzuri. Kweli. Na saa nzuri. Sasa mimi katika maisha, mimi nina marafiki zangu, tumesoma nao, tumekuwa nao waigizaji, sasa hivi ni waigizaji maarufu, watangazaji maarufu. Mimi nawapongeza. Kila mara wananiuliza, mbona unalalia talanta? Na wakumbusha. Maisha ni siku ngapi? 3. Na mimi nimeamua jana, leo na kesho. Na mimi nimeamua kuishi leo kama sitaishi kesho. Ndio. Na nimeamua kurekebisha jana yangu leo. Ndio. Na nikifuata njia hii ambayo mnanishauri nifuate, sitamudu kurekebisha jana yangu na sitamudu kuishi maisha ambayo yataniwezesha kesho yangu niishi vyema, na ndoto yangu kuu ni kuingia peponi. Na wengi wananishangaa sana, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu alinijalia. Nakumbuka mwaka 2015 ndo nilijaliwa neema ya kuingia Iqra FM. Na vile niliingia Iqra FM kitambo kweli. Miaka 10 sasa. Miaka 10 sasa. Miaka 10 kwa nilikuwa binti mdogo katika hicho kituo. Nilikuwa binti mdogo. Nashukuru Mwenyezi Mungu alinijalia hiyo neema ya kuingia idhaa ile tofauti, Iqra FM 95.0, the only Islamic station ambayo inasikika across East Africa. Bila shaka. Nashukuru niliingia pale nikiwa na ndoto nyingi. Lakini baada ya kuingia pale imani yangu ilijengeka. Nikaridhia kadar.
nikaridhia mimi ni Muislamu na lengo kuu hapa duniani ni kufanikisha yale yote ambayo yanaridhisha Mwenyezi Mungu. Na ndio maana sina pupa. Wengi wananiuliza, jamani mbona Madina miaka mingi kweli mbona bado ikra? Ndio. Kwa sababu ni idhaa ambayo ilinijenga imani. Ndio. Ni idhaa ambayo kila kukicha inanilingania. Kila kukicha inanifanya niwe bora. Si kimaisha. Naam. Sina magari makubwa, lakini kiimani nimejengeka. Na ndio maana huwa nasema hapa ni nyumbani kwa sote. Ndio. Na ndio maana naishi kama ni nyumbani kwangu. Okay. Kwa hivyo katika safari hii yote ya utangazaji mpaka sasa hivi, kwa sababu umemaliza umekaa katika utangazaji kwa miaka 10. Kweli. Umeona? Hapa katikati umepitia nini? Pamekuwa na nini hapa? Swali nzuri. Swali nzuri. Mitihani tumeombiwa sisi wanadamu, matatizo tumeombiwa sisi wanadamu, maradhi vile vile. Lakini tumeelezwa hatuwezi jaliwa mitihani ambayo hatuwezani nayo. Mitihani ni mingi, haswa ukiwa Muislamu. Haswa mwanamke Muislamu. Ndio. Mwanamke aliyeolewa uko katika ndoa. Ndoa na taaluma yako ni wanahabari. Changamoto ni nyingi. It's either una mawili ya kuchagua. Kuchagua dunia ama kuchagua pepo yako. Naam. Personally. Huo ndo mtihani. Kwa sababu kuna wakati nili apply kama unavyojua. Kila mtu ana ndoto ya kupanda ndio. Kweli. Nili apply sitaji kituo, alafu nikapata kazi. Wasema walituzungumza vibaya. Ndio. Bila shaka. Nashukuru nilipata kazi. Lakini baada ya kupata kazi ile contract ilivyo masharti yale kazi yangu nikaelezwa ni ipi, nikaamua pana. Ima nichague dunia yangu ama pepo yangu. Nikachagua pepo yangu, na ndio maana nikarudi idhaa ile tofauti FM. Naam. Umezungumza kuhusiana na swala la mwanamke wa peponi. Kweli. Unamaanisha nini hasa ukizingatia na kazi yako hii? Mwanamke wa peponi ni mwenye njema tabia. Mwanamke wa peponi ni mwanamke ambaye anafuata sheria na kanuni zote ambazo tumeelekezwa katika hii dini yetu tukufu. Licha ya kuwa katika taaluma. Si rahisi. Wallahi kuna a lot of peer pressure, sijui utasema peer pressure. Ndio. Kuna mitihani mingi ambayo huwezi epuka kwa sababu hii kazi yetu mwanzo lazima yule ambaye uko naye ama wale ambao wanaishi na wewe waamue kukusupport asilimia 100. Yes. Kwa mfano mimi ni mama. Mimi pia ni mwanahabari. Na mimi pia ni mke. Hayo ni majukumu mazito. Kweli. Na nawashukuru na nawapongeza ile support ambayo wamenipa ndio imeniwezesha kufika mahali ambapo nimefika. Okay. Kwa kweli. Na katika dunia tunajisahau sana. Wajua mbona wengi wamefanikiwa lakini hawana furaha? Ni kwa sababu wamekubali nafsi zao ziwatawale, wamekubali kukumbatia dunia. Na furaha ya kweli ni nafsi yako ikiwa na utulivu. Kweli. Lakini sisi wanadamu tunakimbilia yale ambayo tunadhania yanatufurahisha. Yale ambayo tunadhania yatatufaa, lakini mwisho wa siku tunaacha yale ambayo yanatupa utulivu na furaha ya kweli. Mimi binafsi nashukuru sana, licha ya changamoto zote nimepata nguvu ya kufanya nini? Ya kuzuia yote haya. Yaani nimejitahidi sana nisikate tamaa, nimejitahidi sana nisighafilike kiasi kwamba nijisahau, nikumbatie dunia, nidanganyike na dunia. Na ndio maana nimeridhia kuchagua pepo. Na kuchagua pepo imaanishi mashaallah. Kuchagua pepo haimaanishi haukosei. Ndio. Wanadamu sote hatujakamilika. Aliyekamilika ni Mwenyezi Mungu. Hivyo basi nina mapungufu. Lakini imani yako ikiwa thabiti, alafu katika nia yako ukichagua pepo, basi utamudu kukabiliana na changamoto zote ambazo zinaweza kukufanya wewe ufanye nini? Wahafilike. Bila shaka. Hivyo basi haswa sisi wanahabari. Mbona hasa nyinyi wanawake? Sisi wanawake. Mbona ndoa hazidumu?
mbona kuna hii kasumba kuwa wanahabari? Mwanamke mwanahabari. Ni kwa sababu tumekubali yani dunia utawaliwa na dunia, yani dunia yani itutabirie. Yani dunia imetutabiria alafu tukakumbatia hayo yote. Sawa. Na katika wanahabari huu ukiwa katika kile kituo pale, wewe sana unafanya kazi gani pale katika kile kituo? Kwa sababu unajua ukiwa katika kituo cha habari kuna producer, kuna mtu wa newsroom, kuna mtu ambaye anaandaa zile habari, pia vile je, wewe katika kitengo gani pale Iqra FM? Haswa mimi ni mtangazaji. Na tangaza vipindi vyote. Nashukuru kwa hiyo miaka yote mimi ni all rounder. Naweza fanya zote. Na mwanahabari anataka na kwa hivyo. Kweli mimi ni all rounder, lakini sana jukumu langu kuu mimi ni program controller. Na manage vipindi. Kuhakikisha vipindi vyote vimekwenda sawa. Alafu nina vipindi maalum ambavyo mimi nafanya. Kuna kipindi cha wanawake kiitwacho Women's Corner, saa 4 kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 5. Hapo tunajitahidi kuwawezesha wanawake, kwa sababu nimegundua katika jamii huyu mwanamke ni kiungo muhimu. Huyu mwanamke ndo uti wa mgongo katika jamii. Na mwanamke mmoja akifaulu, jamii nzima imefaulu. Kweli kabisa. Sasa lengo letu katika kile kipindi tunawawezesha wanawake wamudu kuinua jamii kwa pamoja. Kwa sababu nimegundua haswa wanawake wengi Waislamu kuna baadhi ya mambo hayajawafikia na wanahitaji kuwezeshwa zaidi. Na nikisema kuwezeshwa namaanisha kielimu, kibiashara, kifikra, kila kitu ambacho kinawahusu wao. Kweli. Na nimegundua tangu kipindi tuanze tumefanya miaka kadhaa, wanawake sasa wanainuka. Wanawake wamefahamu njia mwafaka ambazo watajiendeleza bila kukiuka misingi ya dini. Kwa hivyo kupitia kipindi hiki ni wakati gani ambao labda unaweza ukaukumbuka wewe kama mtangazaji kwamba labda ulikuja ukazungumza kuhusiana na mada ya wanawake na kukawa pengine na mwanamke ambaye labda alikugusa? Ni muda gani ambao labda wewe unaweza ukaukumbuka, Madina? Mimi nakumbuka babu yangu fulani alinieleza kuwa katika maisha kuwa kama majani chai. Ukimudu kuwa majani chai, basi utamudu kuwa na ubora katika maji ya moto. Na maji ya moto ni nini katika dunia? Changamoto. Kuna mwanamke mmoja nilimwalika. Huyo mwanamke ni mjane. Ndio. Alielezea historia yake, ilikuwa kwa vipi mpaka akawa mjane. Anaeleza kuwa mume wake alikuwa amejaliwa mali, lakini ghafla bin vu, kama ujuavyo sote tunapita njia, akaondoka. Maisha vile alivyo. Lakini alihuzunika sana kwa sababu baada ya mume wake mali, yani mali, biashara zote, kwa sababu yeye alikuwa hajawezeshwa, hajui biashara inaendeshwa vipi. Ndio. Kama ujuavyo mume alifariki, familia wakanyakua kile alichonyakua, kile alichobaki nacho, kama kitu kiongezeki. Hakuwa na elimu ya chochote kile, kwa sababu alikuwa amepata wale mabwana kusema kwamba wewe kaa nyumbani, kila siku mimi nafanya kila kitu nafanya. Kweli. Na ilinipa nguvu. Na kila siku mimi nauliza swali, umejiandaa vipi ama umewaandaa vipi wote wanaokutegemea? Ghafla bin vu fariki, sote tunapita njia, Mungu asitujalie. Ghafla upatwe na maradhi, ghafla ufutwe kazi. Umewaandaa vipi Kazongo wote wanaokutegemea? Kwa sababu huyu mwanamke alizungumza kwa uchungu sana. Anasema laiti mume wake angemwezesha, watoto wake hawangeacha kusoma. Ndio. Hangeshindwa kulipa nyumba, hangeshindwa kulisha watoto wake. Na ndio maana licha ya sisi kuzingatia yote ambayo tumeamrishwa, pia tufanye nini? Tuwezeshe wanawake wetu, kwa sababu huyu mwanamke ukimwezesha, umewezesha familia yako yote, jamii nzima. Kwa sababu waume wengi hadi leo kuna wale ambao hawataki kuwawezesha wanawake. Na huyu mwanamke alifungua wengi macho, mpaka nilitokwa na machozi. Na nashukuru tangu hiyo siku wanawake wengi
wamewezeshwa. Wanawake wengi kama ni kazi kupitia kipindi chako tu. Kweli kupitia kipindi, kama ni biashara wamefunguliwa, kama ni elimu mtu ameenda kusoma elimu ya dini ama elimu ya dunia. Na nashukuru sana, lengo langu sasa naona nazidi kuwafikia kila kukicha, kwa sababu lengo langu ni kumwezesha huyu mwanamke kesho amudu kuwa yani mwanamke asitegemee bali ajitegemee. Okay. Wa kutegemea ni Mwenyezi Mungu. Na sisi wanawake tukiwezeshwa basi tutamudu kuwezesha jamii nzima. Kweli kabisa. Hivyo basi wewe unaitazama, jiulize, umewaandaa vipi jamani wote ambao wanakutegemea? Changamoto hii ya wanaume, msikilizaji na pia vile vile mtazamaji wetu wa MMK TV, kumbuka kwamba nimekuwa nikizungumza na dadangu hapa, dadangu Madina Idi, na amezungumza mazuri tu, especially upande wa kina mama. Wamekuwa na changamoto nyingi sana kupitia yale maisha ambayo labda wamekuwa wakiishi. Tuzungumzie kuhusiana na swala ambalo wewe ambalo unaliona katika dini ya Kiislamu, especially kwa wanawake. Wanawake wanafaa kupewa nini? Wanafaa kuelimishwa vipi kiasi ya kwamba wafahamu kwamba pia wao they are part of the society? Mwanamke ni neema kubwa katika jamii. Mbona nasema ni neema kubwa? Kumbuka mwanamke tumejaliwa neema ya kuzidisha. Utanipatia tone la manii, nitakuletea mtoto. Asha kumsima tosi. Ndio. Bila shaka. Utanipatia nyumba, jengo yani namaanisha. Mimi nitaleta utulivu na ile nyumba nitaifanya iwe nyumbani. Iwe nyumbani. Sisi wanawake tumejaliwa neema ya kuzidisha. Sasa sisi wanawake Waislamu twafaa tuwezeshwe zaidi kwa mambo ambayo yataleta faida zaidi kesho. Okay. Na ndio maana mimi kila mara katika vipindi vyangu, kwa sababu pia nafanya kipindi cha salamu za masalhera, huwa kuna mada mbalimbali ambazo tunajadili. Kila mara mimi husema ndoa ikivunjika asilaumiwe mwanamke peke yake. Sikatai mwanamke ndio uvunja ndoa yake asilimia kubwa. Wajua ni kwa nini? Kwa sababu huu mwanamke ndio ana uwezo wa kukata tamaa na ana uwezo wa kuamua twende naye. Inaitwa hapa sibanduki. Ndio. Tutapambana, tutabanana hapa mpaka kieleweke. Unaona? Lakini kumbuka tumejaliwa neema ya kuzidisha. Ina maana ukinipa mapenzi nitazidisha. Mashaallah. Lakini kumbuka ukinipa maovu, madharau kila mara unanionyesha, ipo siku nitazidisha, na nikizidisha ndio mnatueleza tunavunja nyumba na mikono yetu. Sasa katika jamii haswa sisi Waislamu, hebu tuige mama zetu wake wa Mtume wetu Muhammad Rahman amani zimfikie. Hadija radhi za Mwenyezi Mungu ziwe naye. Alikuwa ndo mwanabiashara mkubwa tajiri mkubwa. Tuangalie pia Aisha radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. Aliishi vipi? Alikuwa vipi? Je, aliwezeshwa vipi? Naamini tukifuata yote ambayo tumeelekezwa ama tukiiga yote ambayo yalitendwa na mitume na maswahaba na hawa wanawake wote ambao tumeelezwa historia zao, maisha yatakuwa mazuri katika jamii. Lakini sasa tatizo, tunaiga yale ambayo yafai kuigwa, yale mazuri tunayaacha. Kwa sababu mimi nilishangaa ughaibuni. Unajua mwanamke akijifungua for 2 years anachukua leave. Yaani ni kama ana resign. Anaamua mimi kulea mtoto. Lakini sasa sisi huko tufanya nini? Tunajiita career women. Sasa hapo ndio mimi usema unataka kuonekana kwa working class. Yes. Unaambiwa kaa nyumbani, unasema ni ushamba. Ushamba gani? Na hao wazungu ambao unawaiga, mtu ana sacrifice kazi yake. Ndio. Ili alee huyu mtoto, kwa sababu ulezi si mchezo. Sasa tukizidishiwa, yani tukipewa yale mazuri tutazidisha mazuri. Kweli. Lakini mkitupea mabaya
tutazidisha mabaya. Na ndio maana dunia sasa wanawake ndo wengi. Unadhani mbona dunia inaenda ndivyo sivyo? Ndio, wanawake ni wengi kuliko wanaume. Sikatai, lakini nani kiongozi katika hii dunia? Niambie wewe sasa. Mwenyezi Mungu ndio mmiliki wa ardhi na mbingu. Ndio. Lakini tumeelezwa mume ndio kiongozi katika familia yote. Na nyinyi ndio wachache, sisi ndio wengi. Ndio. Ina maana nyinyi ambao mnatuongoza ndivyo sivyo. Ndio maana tunazidisha yale ambayo yafai. Sasa it's high time. Sasa ni lawama ama ni vipi? Si lawama, lakini naona kidogo nataka kuleta lawama kwa wanaume. Hapana. Ule ukweli usemwe. Ndio. Okay. Katika hii dunia it's high time. Mtuongoze vizuri na sisi tutaendeleza mazuri. Naam, labda kwa kumalizia tu mahojiano yetu haya. Unaona kwamba kwa miaka inayokuja labda mwanamke ana nafasi gani katika jamii zaidi? La kusikitisha ni kuwa mahali ambapo tunakwenda ndo kubaya zaidi. Mungu atusahilishie. Mbona sasa hivi wanawake tunawezeshwa zaidi. Hebu angalia jamii. Mwanamke amewezeshwa 100% kuanzia akiwa mtoto mdogo. Akiwa primary. Mimi nakumbuka enzi zile tukiwa shule, kila mara tunaitwa twendeni hall. Tunaelekezwa, tunaambiwa. Lakini sijawahi ona watoto wa kiume wakifanya nini? Wakiitwa, wakiwezeshwa hata katika jamii. Kuna women girl child empowerment. Lakini sijasikia boy child empowerment. Girl child anashirikiwa vipi siku yake? Huyu boy child. Sasa mimi naona kitu ambacho tunafanya ni kitu ambacho hakitasaidia kwa sababu Mwenyezi Mungu ametueleza, jamani nyinyi ndio viongozi. Sasa kama nyinyi viongozi hamtaelekezwa na tumeshauriwa tuwatii, sasa tutawatii kwa lipi na ilhali hamjawezeshwa? Ndio. Sasa it's high time kizazi chetu tusimwezeshe tu huyu mtoto wa kike bali tuwawezeshe wote wawili, kwa sababu hata mimi ukiniwezesha vipi, kesho kutwa nitapenda. Na mwanamke akipendwa, sisi viumbe wa dhaifu, nitamsikiliza mume wangu awe amefika class 1 ama 2. Akiniambia tupita hiki tutapita. Akiniambia twende hivi tutakwenda. Sasa dunia inavyokwenda, kama hatutabadilika ama mimi binafsi niamue kizazi changu nitakibadili, kizazi changu nitakiongoza hivi na hivi, basi tutakwenda pazuri. Lakini ikiwa mambo yataendelea vile yalivyo, tuzidi tu kumwezesha huyu mtoto wa kike ambaye ni kiumbe dhaifu anamsikiliza mtoto wa kiume, tutakwenda wapi? Tutakuwa balaa. It's high time tuwawezeshe wote wawili. Huyu wa kike na wa kiume wakiwezeshwa, maisha yatakuwa mazuri. Asante sana kwa hilo. Kwa sababu nimekuuliza hili swali la mwanamke katika jamii, lakini pia vile vile umeweka wazi kwamba mwanaume pia ana nafasi kubwa sana katika maisha. 100%. Na ndio maana mko wachache. Ingekuwa sisi ndo muhimu zaidi tungekuwa wacha niseme utapigwa mawe. Sawa. Ni katika maudhui yako ya mwisho, labda unaweza ukasema vipi, na pia vile vile nikupatie fursa tu ya kushukuru wale ambao wamekufanya ulikuwa wewe ukawa mtangazaji, ukawa Madina Idi mtangazaji. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu wangu. Ndio. Mwenyezi Mungu ndo kila kitu. Usidanganywe na mtu. Asikudanganye mtu. Mwenyezi Mungu ndo kila kitu, ijalishi ni dini gani, yeye ndo ametuumba sote. Namshukuru na kila mara huwa nikiomba dua na sisitiza sana. Mungu wangu, nijalie kile ambacho kina heri na mimi. Na kile ambacho kina heri na mimi niepushie. Na katika haya maisha, kabla ya kufanya maamuzi, hebu mtangulize Mwenyezi Mungu. Ndio. Muombe Mwenyezi Mungu akuongoze. Haijalishi unaomba vipi. Kwa sababu nchi hii tuko wengi, dini tofauti. Ndio. Na hii ninasema mimi nisaidia pakubwa. Kabla ya kufanya maamuzi yoyote, hebu mtangulize Mwenyezi Mungu ambaye amekuumba. Yeye ndio mjuzi zaidi, anajua nini kinakufaa, nini hakikufai. Haswa sisi wanawake tusigafilike na hii dunia.
riziki halali muhimu zaidi, na hii riziki halali ndo kizazi chako kitarithi. Lakini hizi riziki ambazo zinatufanya tukafiliki, zinatufanya tufanikishe mambo ndivyo sivyo, kumbuka ni riziki ambayo itakuingiza pabaya na kizazi chako kitafaidika. True. Sasa tuwe waangalifu sana. Wewe kama mwanamke, jibebe kulingana na vile ulivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu wako. Na ukijibeba vile ulivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu wako, utafaulu hapa duniani na pia kesho. Haswa kwa mabinti wa Kiislamu, wanawake Waislamu, usiwahi kiuka misingi ya dini kisa na maana riziki. Kumbuka mgawaji riziki ni nani? Allah, Mwenyezi Mungu. Tunaelezwa subra jambo la heri. Hivyo basi katika haya maisha, tambua yote kwanza yashaandikwa, na utajaliwa chochote kile wakati ufao kulingana na vile Mungu alivyoandika. Na usiwahi kata tamaa na rehema zake Mwenyezi Mungu. La muhimu unakumbatia yote, ama unatembea katika njia iliyonyoka. Ipo siku. Okay. Na wale ambao labda wamekufanya umekuwa kama wewe sasa, kama Madina, kama mtangazaji, tena kama mtangazaji bora, ni wengi. Nikitaja jina utanipa lawama. Okay. Wote popote pale walipo na washukuru. Ndiyo. Lakini wa kwanza mumeo, umelizungumza hilo swali. Mume wangu kipenzi. Jamani wanawake, tuwapende waume zetu. Pepo iko chini yake. Watu hawajui hilo. Kwa hivyo yeye amekusaidia pakubwa sana. Namshukuru sana na amenipa support 100%, na nasaha kila kukicha ananipa. Mungu amhifadhi, amzidishie afya uzima. Ajue tunampenda tu. Kwa ajili yake Mwenyezi Mungu. Amina. Na waume, tafadhalini, ukitaka mke wako afaulu, kuwa wewe ndio wa kwanza kumpa support. Kwa mfano, wajua hata nikimwambia mke wako anapendeza, kama hujamwambia haingia akilini. Kweli. Mimi mume akiniambia sijakaa sawa, hata mkiniaminisha watumia. Sasa hebu fikiria. Wewe kama mume, yani wewe ndio wechia leader wa mke wako, kila mara unampongeza, unampa motisha. Si atafaulu kweli. Na ndio maana ninasisitiza kuna umuhimu wa kuwezesha huyu mtoto wa kiume zaidi. Okay. Kwa sababu huyu ndio angalau mambo mengine yafanyike, kwa sababu kesho huyu mtoto wa kike atafoli, ako na madigrii wa PhD, alafu ameolewa na mtu ambaye hata darasa la kwanza hajaingia. Jamani. Sasa maisha atakuwa vipi? Asante. Jamani. Asante. Katika ndoa tupendane, maisha mafupi sana. Alafu kitu kingine, unajua ukitaja ndoa ushanivuruga. Hiyo ndo napenda sana hizi mada. Kwa sababu pia kupitia vipindi vyangu nafanya hizi mada sana, na ukiguza pande hiyo umenichemsha. Kama unaona nishabadilisha mkao. Jamani, mke ni zawadi kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Naye mume ni zawadi kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Sasa hii zawadi ukipokea, ukiishi nao, yani kama vile unavyohifadhi zawadi uliopewa na mtu unayemthamini. Kumbuka hii zawadi kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Kama mimi nikikupa zawadi utaitunza. Sasa hii zawadi mbona usitunze wewe unayemtazama? Okay. Na hizi neema tuzitumie kabla hazijatuondokea. Ikikuondokea ndio utajua umuhimu wa hii neema. Na si neema tu ya ndoa, neema yote. Na by the way, kwa sababu si wanawake wote ambao wanapata nafasi ya kuwa katika ndoa. Kweli kabisa. Kweli. Madina, mimi nasema asante sana. Nashukuru zaidi. Nimesema shukran. Kwa sababu umechukua muda wako, umefika hapa, tumeongea mengi mimi na wewe. Nashukuru umenitembelea hapa studioni. Nashukuru sana. Mambo mazuri. Alhamdulillah. Nashukuru sana. Babu yangu alinieleza Ndi. maisha ni kusonga mbele, hakuna kurudi nyuma. Na shukuru kwa kile ulichojaliwa. Na ukishukuru utazidishiwa. Na ukitaka kuishi maisha kwa furaha, yani ridhia kadar na ishi kulingana na uwezo wako kazoni. Asante. Bila shaka. Mtazamaji wangu wa MMK TV, nasema asante sana. Tumekuwa na gumzo zuri tu sana na mtangazaji
Madina Idi ambaye amekuambia kwamba yeye ametoka katika kituo cha Ikra FM, na kumbuka kwamba yeye amekuwa mtangazaji kwa miaka 10. Amezungumza mengi tu sana. Ndio tunatamatisha, nasema asanteni sana. Muendelee kusubscribe YouTube channel yetu ya MMK TV, alafu pia vile vile unatufuatilia pia katika mitandao yote ya kijamii ya MMK TV. Asanteni sana. Siwezi kosa kumshukuru sana cameraman wangu ambaye anajulikana kama Abubakar Juma, ambaye amefanya kazi nzuri sana siku ya leo. Hadi wakati mwingine, maasalam.